Yohana Mtakatifu 11:39. Kisha msomaji wa pili awe tayari. Na kitabu cha Marko 16 mstari wa 4, mstari mmoja. Msomaji wa kwanza, nitatumia muda mfupi sana. Msomaji wa kwanza. Nasoma kwa uwezo wa Bwana. Yohana Mtakatifu mstari wa 11, mstari mdogo wa 39. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha, dada yake yule aliyefariki, akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Msomaji wa pili, Marko 16. Nitasoma kwa imani kitabu cha Marko 16 mstari wa 4, inasema, hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuvingirishwa, nalo lililokuwa kubwa mno. Amen. Bwana Yesu na apewe sifa. Glory be to God. Nataka nitumie muda mfupi sana kwa ajili ya ujumbe huu. Kwa hivyo nitakuomba ya kwamba uwe makini na tuende pamoja katika ujumbe wa siku ya leo. Tangia siku tulipoanza mkutano huu, Yesu amekuwa akijitukuza, na hata siku ya leo tumemleta huyo Yesu ili kujidhihirisha ya kwamba yeye ni Yesu. Maandiko yanasema ya kwamba katika kitabu cha Yohana 11:39 Yesu akawaambia, liondoweni jiwe. Martha dada yake akamwambia ya kwamba sasa Bwana hata ananuka, maana yapita siku 4. Hii ni habari ya kifo cha Lazaro ambaye alikufa akazikwa akakaa kaburini siku 4. Maandiko yanasema ya kwamba walimzika Lazaro, wakachukua jiwe kama ilivyo kawaida, wakaliweka kwenye kaburi. Hii ni kumaanisha ya kwamba walikuwa wanajua habari ya Lazaro imekwisha. Lazaro hata inuka tena. Wakachukua jiwe kubwa, wakaliweka mlangoni ama kwenye mlango wa pango ya kaburi, wakaenda zao, wakajua it is over. Praise God. Hallelujah. Wakajua it is over, ya kwamba habari ya Lazaro imekwisha. Habari ya Lazaro haitazungumziwa tena. Habari ya Lazaro sasa ni past tense. Maandiko yanazidi kusema ya kwamba katika kitabu cha Marko 16 mstari mdogo ni wa 4, wakamzika Bwana wetu Yesu, wakachukua jiwe kama ilivyo kawaida, wakaliweka mlangoni pa kaburi. Lakini walipoamka asubuhi siku ya 3, wakalikuta jiwe limevingirishwa. Hallelujah. Praise God. Hallelujah.
hawajui nani aliondoa jiwe, lakini maandiko yanasema ya kwamba siku ya tatu wakaamukia kwenye kaburi. Walikuwa wamejiandaa, walikuwa wamejipanga sawasawa, maana lile jiwe lilikuwa kubwa, wakijua wanaenda kumenyana kuliondoa jiwe, lakini wakakuta jiwe limeondolewa. Praise God. Hallelujah. Nataka niongee mambo haya matukufu ya Mungu kwa mtu wa Mungu ambaye yuko mahali hapa siku ya leo, na ni jambo lilo straightforward ya kwamba mambo na jiwe, tunapozungumza kuhusu jiwe. Hallelujah. Hallelujah. Joseph, bring me a story. You know, sometimes maneno haya kuna mwingine ajui jiwe ni nini, juu imeandikwa kwa Biblia. So that's something simple. Hallelujah. Hallelujah. Hii ni nyepesi sana. Bring a heavy one. Kilicho na ratili, kuna mawe mingi hapa. Jiwe. Yes, that is good. That is good. That is good. Good. That is good. Yes. Tunaongea kuhusu jiwe. A stone. Sitaki uanze kung'ang'ana na akili zako ya kwamba huyu mtu wa Kakamega anaongea kuhusu mafumbo. Ninaongea kuhusu jiwe. Hallelujah. Maandiko yanasema ya kwamba wakamzika Lazaro, wakachukua jiwe, wakachukua jiwe, haleluya, wakalibeba, wakaenda, wakaliweka kwenye kaburi, wakasila, wakijua ya kwamba it is over. Praise God. Hallelujah. Walichukua jiwe baada ya kumzika Lazaro, wakaliweka, wakajua it is over. Praise God. Hallelujah. Glory be to God. Amen. Hawakuchukua kitu kingine. Hebu leta hiyo 4x6 hapo. Walibeba jiwe, lilikuwa zito. Shika pande hiyo, au watu watakuona tukihubiri. Wakapeleka, wakajua ya kwamba this man called Lazaro, it is over. Wakaweka kwenye kaburi, wakijua ya kwamba hata kufufuka kwake sasa ni past tense. Mambo ya Lazaro ni past tense. Maisha yake ni past tense. Wakaenda nyumbani, wakajua ya kwamba it is over. Wakamwacha kaburini, wakajua it is over. Praise God. Hallelujah. You know, baada ya kuzika Lazaro hawakubaki pale kaburini. Walienda. Haleluya. Hallelujah. Unaona vile watu walizika Lazaro wanakaa. Walikuwa watu wachafuka mawe. Mwingine aliendea huko, mwingine akiendea huko. Yaani wakajua mtu anapokuzika ni mtu anajua mambo yako imekwisha. Ni mtu anajua historia yako imekwisha. Ni mtu anajua ya kwamba hakuna tena shortcut. Huyu mtu tumemalizana na yeye. Praise God. Hallelujah. Baada ya Lazaro kuchukuliwa akawekwa kaburini, vile yule ameenda huko na mwingine akaenda huko, ndivyo vile akina Martha na ndio vile akina Mariamu waliokuwa mandugu zake Lazaro, baada ya kumweka kaburini, kila mtu akaenda njia yake. Wakajua habari ya Lazaro sasa imekwisha.
Praise God. Baada ya Masadukayo na Mafarisayo kuchukua mwili wa Yesu, wewe kuja hapa. Ushuru chako mraba no ziru kuyana. Unarungu mshahara inusu. Utalipwa half a day. Manake kazi yako ufanye vizuri. Fanya nusu nusu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. You know I like preaching kwa matendo. Ndio mtu aelewe kile Yesu anataka maishani mwake. Amen. Sio nitakuambia kwamba waliwekelea jiwe. Utashinda ukiuliza pastor wako, jiwe ilikuwa wapi na waliweka wapi? Na alikuwa nani? Haleluya. Nataka uelewe maneno haya. Wakachukua mwili wa Bwana Yesu. Praise God. Hallelujah. Wewe pastor wa Kakamega kuja hapa. Wewe ndio unatafuta. Wewe ndio unatafuta. Wewe ndio utakuwekelea jiwe. Wakachukua mwili wa Bwana Yesu. Wakaubeba. Wewe Masadukayo na Mafarisayo. Watu waliua Yesu kujeni hapa. Wakachukua mwili wa Bwana Yesu. Wakapeleka kaburini. Leta huku. Leta huku. Hapa, weka hapa. Penye kuna jeshi la ufalme. Penye hawezi fufuka. Maana kulikuwa na walinzi. Baada ya kaburi la Yesu kutengenezwa, Herode akaamuru na Pilato anajifanyanga mjanja. Mlindeni asije akafufuka. Wakachukua jiwe. Wakabeba tena. Pilato akawaambia, wekeni hata jiwe. Huyu mtu ni mjanja. Asije akafufuka. Wakaekelea jiwe. Malaika na askari wakakuja wakakalia jiwe. Wakajua ya kwamba mambo yake it is over. Praise God. Praise God. Yani kwa sababu wanajua Yesu ni mjanja, atakuja kufufuka. Maana alisema siku ya tatu ya kwamba atashinda mauti. Wakachukua jeshi. Wakasema ya kwamba hilo jeshi lisitoke, walinde kaburi la Yesu. Maana alisema atafufuka. Lakini Yesu ni nani? Lakini Yesu ni nani? Lakini Yesu ni nani? Kufikia saa 8 saa 9 za usiku chini ya tetemeko, askari wakaondoka, wakaanguka kule. Malaika wa Bwana akaliondoa jiwe. Yesu akafufuka. Walipoamka asubuhi wakapata jiwe limevingirishwa. Ninaongea na mtu ambaye maisha yake amekelewa jiwe. Wachawi wakaenda, waganga wakakimbia, wakaweka sila, wakajua ya kwamba it is over. Na kuleta habari njema, jiwe linavingirishwa, jiwe linaondolewa juu ya maisha yako, kwa hiyo ndoa yako, kwa huduma ulionao, kwa familia yenu. Haijalishi uzito wa jiwe uliowekwa na wanadamu, uliowekwa na watu wa kweli, uliowekwa na wachawi wa kweli, jiwe ambalo limekuzuia usione mema, jiwe ambalo limekuzuia usiishi na mke, linavingirishwa. Praise the living God. Uliza mwenzako umewekewa jiwe gani? Finally, siku ya mwisho ya crusade tumekuja kuvingirisha jiwe. Na hakuna shortcut. Hakuna shortcut. Ati wakachukua jiwe. Wewe beba hiyo jiwe. Beba. Wakachukua jiwe, wakaekelea
juu ya biashara yako, ya kwamba biashara isiendelee. Leo tumekuja kuidhinisha. Yesu akawaambia, umemwacha Lazaro wapi? Yesu akawauliza, Lazaro ako wapi? Lazaro ako wapi? Mulimweka wapi? Leo Yesu anauliza, wachawi tumewekwa wapi? Yesu anaamuru, niondoweni jiwe, niondoweni jiwe, niondoweni jiwe. Anaona jiwe linaondolewa kwa maisha yako, jiwe linaondolewa kwa baraka zako, jiwe linaondolewa kwa ndoa yako, jiwe linaondolewa, unapata upendo, jiwe linaondolewa maisha yako. Yamekuwa mzigo, hauwezi inuka, ukijaribu kuinuka unarudi chini. Leo habari njema imefika, jiwe linaondolewa, jiwe linaondolewa. Sema amina. It doesn't matter. We are here to decree and declare. Wale waliochukua jiwe. We Jakakamega, unatoroka. Hapa hakuna kutoroka. Hapa jiwe linaondolewa. Hapa jiwe linaondolewa. Katika huduma ambao unang'ang'ana, jiwe linaondolewa. Huduma unaenda mbele. Huduma unaenda mbele. Huduma unaenda mbele. Katika hiyo nyumba ambao kuna kung'ang'ana, tembea Nairobi mzima, sio area, natafuta kazi. Mchawi alichukua jiwe akalikalia, akajua ya kwamba this is over. Leo malaika wa Bwana anachilia kisulisuli, anachilia kizuti, anachilia moto, anaondoka. Unapokea kazi, unapokea ndoa, unapokea upendo, unapokea baraka. Sema amina. Praise God. Wakajua ya kwamba it is over. Wakabeba Yesu wakampeleka kaburini. Pilato akapeana oda, take care of this man, take care of this man. Pilato alipeana oda. Kuna mchawi amepeana oda juu ya maisha yako. Kuna mganga amepeana oda ya kwamba maisha yako yalindwe. Yule nyoka aliyewekwa kwa maisha yako asitolewe. Wakachukua jiwe wakaliwekelea, oda ikatolewa ya kwamba asije kafufuka Bwana Yesu. Wakaambiwa tuzeni hilo jiwe, maana huyu mtu ni mjanja. Nataka kuleta habari njema ya kwamba katika Yesu sisi ni wajanja wa wajanja. Hatufungwi, haturogwi, hatubishwi, hatulaaniwi. Yesu ni mjanja na sisi ni wajanja. Yesu ni mjanja na sisi ni wajanja. Usiku wa manane wakiwa wamekalia jiwe, nguvu za Mungu zikashuka, wakaondolewa, jiwe likatolewa. Leo habari njema, huyu aliyekalia maisha yako anang'olewa. Aliyekalia baraka, aliyekalia biashara, aliyekalia amani yako, huyo aliyefungwa tumbo, hawezi ukakonseva. Hilo jiwe la utasa linang'olewa. Bwana Yesu inuliwe. Ati tukasukuma Nairobi kuangaikia huko, jiwe linang'olewa. Hatutangaikia Nairobi, tunakuja kuvuna baraka Nairobi. Ambia mwenzako hiyo roho ya kung'ang'ana nimekataa. Geuka mwingine mwambie roho ya kung'ang'ana nimekataa.
Praise God. Hatukasukumwa Nairobi. Wewe kwetu mtu wa kutembea. Miaka 5 imeisha ujaenda kwenu. Hilo jiwe leo linaondolewa. By the time crusade inaisha, by the time mwaka unaisha, kwenu unaenda tena bila masharti. Unaenda. It is an order. It is an order. It is an order. Sema amina. Amen. It is an order. Yes. Ni amri imetolewa. Yes. Yesu akamwambia Mariamu. Yes. Yesu akamwambia Mariamu na Martha. Liondoeni jiwe. Yes. Nimesema liondoeni, harakisheni. Mnazubaa kwa nini? Walipoliondoa, Lazaro akatoka nje. Leo maisha yake yanatoka nje. Mahali umewekwa unatoka nje. Mahali umefungiwa unatoka nje. Unatoka kwa kaburi. Unatoka kwa magonjwa. Unatoka kwa vita. Unatoka kwa kilio. Unarejelea maisha. Sema amina. Pray the living God. You know, kuna kitu ambacho nilisoma nikaelewa kwa hiyo maandiko. Atana aliweka jiwe. Wala askari. Nani aliweka jiwe? Wala askari. Wewe mpige. Nani aliweka jiwe? Wala askari. Nani aliweka jiwe? Herode. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maandiko yanasema baada ya kina Mariamu kumzika Lazaro, wakajua harufu mbaya itatoka, wakachukua jiwe wakaweka. Mchawi amekuroga, amejua hata unanuka, you won't rise again. Na kuletea habari njema, badala ya harufu mbaya kuna marashi mpya. Kuna marashi mpya kwa masomo ya wanao, ndani ya ndoa yako. Hiyo chukizo, harufu mbaya kwa ndoa, harufu mbaya kwa biashara, harufu mbaya kwa kazi, inaondolewa. Marashi yanarejea. Sema amina. Nani aliweka jiwe? Dada zake ni God. Madada zake. Watu wanaokumaliza ni watu wa karibu yako, ni watu ambao wako tu kando yako. Maana mtu wa mbali ajui uzuri wako, ajui maono yako. Huyu anayekumaliza ni mtu wa karibu. Baada ya Maritha kuona Lazaro amekufa na Yesu amechelewa kukuja, hao ndo walibeba jiwe wakalileta. Maritha na Mariamu wakaambiana, muno ufunge, huyu amekufa, tumeita Yesu na amekataa kukuja. Hata Yesu anatuenjoy tu, maana Yesu alikuwa anajifanya rafiki ya Lazaro. Sasa jua amekufa, sasa wekeni hilo jiwe, tuona hata Yesu mwenyewe akikuja atamfufua aje. Wakaliweka jiwe. Wakati Yesu anakuja akapata kina Mariamu, hata machozi ilikwisha, wao wanakula na kukunywa, maana jiwe wameliweka Lazaro na siku 4, yeye ananuka. Wakati Yesu anafika, alikuwa mwingi wa kilio, alikuwa mwingi wa machozi, maana alimpenda Lazaro. Yesu anakupenda. Anavyoona unarogwa, Yesu anatoa machozi. Yesu anakupenda. Anavyoona unalia, anatoa machozi. Maandiko yanasema alipofika kaburini alipeana amri. Bwana niwauliza, ninyi washenzi, mmeweka wapi Lazaro? Mumeweka wapi? Fanya haraka. Mumemngoja kwanza, mumemweka wapi? Nionyesheni hapa. Toa hilo jiwe. Toa hilo jiwe. It is an order. Mchawi apenda asipende, anaondoa jiwe. Kama ni nyoka
anaiondoa. Kama ni chura anaiondoa, kama ni madawa anaiondoa, kama ni majini anaiondoa, na sipoiondoa inachomeka. Amen. Wololo maye. Simucha amepatikana. Wale wanaofanya kazi Nairobi kwa biashara na madawa ya Ukambani wamepatikana. Hata sisi tung'ang'anenge hao wakiuza. Sisi tukifungua vibanda ndogo ndogo wanafunga watoto wetu. Leo tuko hapa kuambia madawa yao ya Ukambani inashika moto. Inashika moto. Inashika moto. Inaondolewa. Inashika moto. Majini ya Ukambani inashika moto. Inashika moto. Iwe ni ya Kisii inashika moto. Iwe ni Nigeria inashika moto. Iwe ni ya Waluya, ya Wabukusu, ya Kiriki, ya Maragoli, ya Wahayo inachomeka. Shout fire! Ati wao wanauza na sisi tunahangaika. Haleluya. Ati makanisa yao inakuwa kubwa kubwa juu ya miungu, na yetu inakosa kuwa na imani. Leo tumekuja kuwaambia, na kama wako na guruneti fika Kakamega walifuatisha hizo vioska ambao wanafungua kwa worshiping. Tunatoka hapa tunachomeka. Maana wakati Yesu aliingia alipeana oda. Alipeana oda. It is an order. Tumekuja Kayole, matopeni na oda. Hilo jua linaondolewa, machini inaondolewa, madawa inaondolewa katika Yesu Kristo. Tumeleta Yesu Kayole. Oh, praise God. Tumeleta Yesu Kayole. Yesu ambaye waliamkanga asubuhi askari. You know what happened? You know what happened? You know what happened? Baada ya pastor pole, tutabaita ingine. Uko sawa? Unasikia sasa, unasikia unapumua. Hewa inaingia. Okay, nivumilie. Kunaendanga hiyo. Oh, Bwana Yesu ainuliwe. Haleluya. We. Kwenda pale. Tunamaliza ndio kwenda. Kwenda hapo na ulale flat umekufa. Weka jiwe. Mulitunze. Asije mtu akamuiba. Wakati malaika anakuja saa 8 saa 9 akapatia majamaa usingizi, jiwe likaondolewa, Yesu akafufuka. Hawa majamaa wakapata habari ya kwamba huyu mtu hayuko kaburini, ni kanzu yake tu iko pale. Tutaambia nini Pilato? Maandiko yanasema mmoja wao aliweka kama kwa shingo akasema hili ni chura. Akajimaliza. Mwingine akajisalimisha. Akaenda akajificha. Akaanza kutafuta habari ya Yesu. Leo kuna mtu aliyekufunga na jinyonga. Mchawi wake na jinyonga. Mganga wake na jinyonga. Wa madawa na jinyonga. Kule kwenu tarajia simu ya mtu wa kujinyonga. Tarajia simu mtu anajinyonga kutoka kwenu. Aliyekuroga anajimaliza. Sema amina. Tegea tu simu. Manake Yesu wetu si Yesu wa mchezo. Yesu wetu ni Yesu ni moto ulao. Haleluya. Mmoja alisema mimi najua Pilato. I know Pilato very well.
Mimi najua Pilato. Akajiweka kamba akasema kushi. Mimi kesi sitaki maswali ya Pilato. Na yule aliyekuwa mkubwa ndiye alijificha. Dakika mwisho unajua nini? Aliungana na kikosi cha mitume. Huyo mchawi asipobadilika, anaenda kukunga mkono kwa maombi. Anaenda kukuuliza, unaabudu Mungu gani? Unaabudu Mungu gani? Mbona nilikuroga na haukukufa? Mbona nilikuroga, nilikutegea ajali na ukaruka ndani? Inamaanisha kwamba huyo Mungu wako ni Mungu mkubwa. Nitamwabudu yeye. Huyo mchawi asipo change atakuunga mkono. Sema amina. Wewe peana taya wenyewe. Kwani yako? Praise God. Praise God. Tuko hapa kumalizia crusade ya leo. Kwa neno la kumaliza, wachawi na jiwe kuondolewa. Walivyoniona nikitoka, wataona tofauti nikiingia. Madawa yao waliotega lazima inaenda kuchomeka. Inaenda kupokea kilio. Kwamba huyu mtu alienda wapi? Nilienda kujichacha. Haleluya. Labda utoke na uzito mwenyewe ukitaka. Mwenyewe unajua uzito ulio nao. Ni uzito wa kiafya, ni uzito wa huduma, ni uzito wa biashara. Kuna mwingine hapa hata anashangaa giza limefika namna gani. Sasa ile nyang'au ninakaa nayo kwa nyumba, ninaenda kuiangalia namna gani. Maanake huyu mtu mimi hata simutaki. Ni kelele kwa nyumba. Hilo ni jiwe ambalo nimewekwa kwa hiyo ndoa. Leo tunatabiri kwa jina la Yesu. Naenda kuangalia mara ya kwanza kuita hali, mara ya kwanza atakuita sweetheart, atakuita my love. Mara ya kwanza utaona akiingia na lollipop, akisema sweetheart, lamba kidogo, ninakupenda, maana jiwe limeondolewa. Sema amina. Utatoka hapa na uzito mwenyewe ukitaka. Lakini kama unaamini hilo jiwe linavingirisha, tunaanza kwenda pumzika. Yesu ameondoa jiwe. Hakuna masharti tena. Juu ya hiyo kazi tunaondoa masharti. Sema amina. Wiki na kwa wanyori. Haleluya. Wale watu mkono wako wapi? Leteni hiyo jiwe hapa tumalizie. Itabeko bunyore kwa tiriki na kwa iswa. Kama uko hapa bunyore, tingibadi malo. Kama uko hapa mwizua ino mkono. Mutiriki naona najua uko hapa lakini mwezi sema. Wakati unatokea kwa geti, unasikia yule nyanya yako hali ucherebere, hali mwanawe mbebo shilingi umenguli sukari, si unipatie pesa. Ona vile tumishi wa Mungu akuburoka. Yaani kuna nipatia kobole. Ongeza mkono. Si umetojaja? Amefikiria kobole tu kidogo. Acha nijaribu kutoa kibeti. Hii kibeti kwa 500. Na kiota kwa madhabahu itarudi.
This man. Hatusemi hapa. Wacha tumalizie injili. Haleluya. Kucheka ni afya. Haleluya. Wakati unapeana pesa ya sukari, shosho baada kwenda kununua sukari, anaenda kwa mtu wa duka. Umempatia 100, anasema mbego hapa kusi. Change. Anarudi naye. Na kachona rudi kanyola ikasi. Kwa chingo kazabana baje makoyana. Na anainua jiwe ya nyoka na wekelea. Sasa unatoka kwenu Western. Kama ulikuwa unafanya kazi, unaanza kukunywa pombe ya Nairobi, pombe ya Kayole, ukipigana na watu. Kama ulikuwa na maono ya kujenga, ndoto imekwisha. Kama ulikuwa na ndoto ya kuoa, hata mashine huko inakatwa, hauwezi ukazalisha. Yani ulitoka kwa wema na sasa umetaliwa na jiwe. Wana watoto watu wanaoa, wewe kazi yako ni pombe. Unaamka asubuhi ni bangi, unaamka asubuhi ni chang'aa. Leo nimekuja kukuambia huyo mchai wa Bunyore, kwa yale mahali weka pesa yako inaondolewa, inabaki oro, pesa inabaki oro, unanunua mabati, unasomesha watoto, unafungua biashara, unauza shamba, unanunua. Sema amina. Wenu madhabahu. Bwana Yesu ainuliwe. Simama kwa miguu yako.